ndio itakuwa mwisho kukuona tena. Wewe. Hali gani mtazamaji wa Lupiana Classic, moja kwa moja tuko live bila chenga na moja kwa moja kumeshaweza kuchangamka kama unavyoona. Niko Mbeya mtazamaji, ukiangalia tu eneo hili unajua hapa tuko wapi. Hapa ni Mbeya, kameramani onyesha, lakini nimekuja Mbeya hapa kwa ajili ya kuja kuangalia mambo ya hovyo. Madereva nimesikia huku Mbeya kuna madereva wananuka vikwapa. Sasa mimi siogopi lolote. Angalia nilivyokuwa mchangamfu, nimepata taarifa kuna madereva huku wanatembea wananuka vikwapa na mimi nimekuja niko live. Haiwezekani watu wanaleta mambo ya hovyo na nikiwa kama ripota nimeshaweza kuwasili kwa uchangamfu mkubwa. Umeona akina dada wanania mzima? Niko poa. Unanifahamu? Hapana. Ndio unaniona? Umeona dada amesema anauza utumbu wa mbuzi, anauzia hapo mtaa wa nyuma anauza utumbu wa mbuzi. Unauza shilingi ngapi? 500. 500? Umeona huyu dada amesema amepotea tangu asubuhi, anatafuta ndugu zake hawapatikaniki. Kwa hiyo kama unamfahamu basi unaweza kuja kumfuata. Umepotea tangu asubuhi? Umeona amekubali, amesema ya kwamba hapa ameshiba kande zile za hovyo. Umeona watu wamenipokea kwa shangwe. Bana mambo vipi? Safi inakuwa. Umeanza kuchangamka? Bana mnazungumziaje Mbeya mimi kuja huku ripota wa serikali, ripota wa mchongo? Wakukubali kinoma. Au sio? Familia. Au sio? Endelea kuchomoa. Bana big up sana. Bana leo natafuta madereva wanaonuka vikwapa kwa sababu kuna magonjwa yamelipuka. Mheshimiwa Tulia Ackson amenishtua nije huku nitafute madereva wanaonuka vikwapa, hayaogi, mambo ya hovyo. Sasa mimi nimekuja kuwanyoosha. Mnazungumziaje? Na wananuka kweli, wanyooshe. Anza nao hapa road hapa. Wananuka vikwapa, wanafanya abiria wanaumwa. Kuna madereva wananuka vikwapa, abiria wanaumwa mafua. Sasa mimi kama ripota nimeshaweza kuwasili na hili tatizo kuanzia leo linaisha. Mimi nikiwa kama afisa wa serikali nakwaje? Kama gawa. Unaitwa nani? Naitwa Justini. Justini nani? Justini Houston. Umeona amesema anaitwa Esther. Unakaa wapi? Nakaa Uyole. Yeah. Amesema anakaa huko Mbalali kule Utengule na ndo anakokaa huyu bwana, na huku amekuja kufanya nimekuja kupiga debe. Amekuja kupiga debe. Umeona amesema anauza salama zile kinga za kiume, ndo amekuja huku kujumua. Kwa hiyo ndugu zake kama mpatieni mtaji. Bana nimekuja kufanya utafiti wa watu wanaonuka vikwapa hapa Mbeya. Unazungumziaje? Wapo au hawapo? Sijafuatilia kwa juu. Sijafuatilia. Sijafuatilia. Umeona amesema ni kweli kabisa na yeye yuko tayari hata kukichangamka basi yuko tayari kutoa ushirikiano. Bana mashabiki zangu wamenipokea kwa shangwe kubwa na mimi bana kama kawaida. Haya chukua vizuri mwanangu. Moja kwa moja nakulipotea kwa huyu jamaa mwenye miwani. Ni huyu bwana ametokea kule Mbalizi, kilichomleta huku ni ujambazi na mambo mengine ya hovyo. Umeona msako mkali umeanza. Onyesha mashabiki zangu hao. Onyesha mashabiki zangu. Wananikubali kweli kutoka Mbeya. Na nikuibia tu siri baada ya kufika hapa. Wananchi wote walioko hapa wanatetemeka kweli. Baada ya kuniona gwiji nimewasili, wanatetemeka. Umeona hata bwana mkubwa, mambo vipi? Fresh. Mbona unatetemeka? Mimi niko fresh. Umeona amesema ananiogopa kwa sababu huu mkono wangu umeonekana wa kumtegua mtu taya, na nitamtegua mtu taya leo hapa. Hapa ni wapi? Hapa ni 88. Tuko 88, panaenda kuchangamka. Haiwezekani madereva wanaendesha daladala wananuka. Wanasababisha abiria wanapata mafua. Moja kwa moja tuko live bila chenga. Vipi hali bwana? Umeona ana maoni mazuri huyu. Una maoni gani kuhusu madereva ambao wanaendesha magari wananuka, hawaogi, wanasababisha abiria wanapata mafua? Kinachotakiwa natakiwa waoge. Na mimi kama ripota wa serikali nimeaminika na serikali kurekebisha watu wanaofanya hivyo. Unanishaurije nikiwakamata nifanye nini? Ukiwakamata ni kuwapa adhabu. Umeona bwana mkubwa amesema kama ni dereva wa kiume basi kumkata vikengele vyake ili akili mkae sawa, ili kama kesho uoge huko, utoke huko kwako umeoga. Jamani, swala la usafi ni muhimu, kwa hiyo nimekuja kumuunga mkono. Bana vipi hali? Salama. Umeona ananinyenyekea, anataka kukimbia huyu. Nakuogopa mwisho. Unakaa wapi wewe? Nakaa kwenye kiti.
Umeona, amesema kwamba ametoka nyumbani hajaacha hata 100 ya matumizi, na amesema kama mke wake anamuangalia utakufa na njaa mpaka ukome, na amesema we ni kenge, alikuoa kwa bahati mbaya. Umeona, anacheka manake alikuoa kwa bahati mbaya, na amesema wewe ni hovyo hovyo. Umeona, anatamba kweli kweli. Baada ya kufika hapa watu wameninyenyekea, watu wamekimbilia ndani, watu wanatetemeka kweli kweli. Moja kwa moja tuko live bila chenga. Umeona, sasa watu wamenipokea kwa shangwe, kweli kweli. Na umeona sasa hapa kameramani, njoo kameramani, usiogope, msako mkali unaanza. Umeona watu wanatetemeka, wananiogopa. Baada ya ripota kufika hapa, wale madereva wanaonuka vikwapa leo wote lock up. Haiwezekani madereva daladala wananuka vikwapa, wanasababisha watu madereva wengi wananuka vikwapa, wanasababisha abiria wanaumwa mafua. Sasa kwa nini abiria waumwe mafua? Mimi kama ripota nawaangalia. Haiwezekani madereva kunuka vikwapa, na hii itakuwa fundisho kwa wote. Dereva unatoka nyumbani, vaa vizuri, pendeza, uoge. Kwa hiyo moja kwa moja msako mkali umeanza na naanza kutafuta. Umeona wafanyabiashara hao wanajituma. Mama shikamoo. Mama shikamoo. Mzima. Mimi mzima. Mbona nimemsalimia mwenzako amenyamaza, wewe umejibu? Maamuzi hamtaki. Basi kuna siku mtakosa bahati. Nani yuko tayari hapa? Mzima mama? Nina kazi mimi. Haya jamani, nilitaka nitoe shilingi kadhaa hapa, lakini kwa ajili ya kuwasupport, lakini wameonekana kama ni jeuri, kwa hiyo na mimi naachana nao. Kwa hiyo nimefika hapa kwa ajili ya kutafuta madereva ambao wananuka vikwapa. Dereva unanuka kikwapa, abiria wanaanza kukohoa. Sasa ni kwa nini wakohoe? Usafi ni kitu cha hiari, Jiji la Mbeya safi, alafu mtu unatembea unanuka kikwapa, uogi. Kwa nini? Naanza kufanya msako mkali. Moja kwa moja. Umeona huyu bwana mkubwa anachekelea, amependa ajenda ya leo. Madereva wengi wananuka vikwapa, hawaogi. Salama jamani. Ameoga huyo bwana mkubwa? Umeona, wamesema anaweza akawa hajaoga, lakini panaweza pachangamke. Muonyeshe huyo kenge huyo kameramani, rudi kwa huku, atakutufua. Rudi kwa huku. Muonyeshe. Halijaoga. Ngoja kwanza niingie. Kukichangamka unakuja mbio au vipi? Kwema jamani. Abiria wamesema huyu bwana mkubwa anaweza awe hajaoga. Sasa mimi kama afisa siwezi kufumbia macho. Madereva wa Mbeya lazima mfanye usafi. Bwana mkubwa, unaitwa nani? Naitwa Steven. Na kero hii unaionaje, ni kubwa au ndogo? Au kama nyinyi kama abiria hamkutani na hiyo changamoto, conductor au dereva anakuwa hafanyi usafi? Hamkutani na hiyo changamoto? Changamoto zipo, ila saizi wamejirekebisha. Mimi kama ripota wa serikali ambaye nimeaminika kukagua watu wanafanya usafi wa hiari, unanizungumzaje nikimpata mtu anaume nimfanyaje? Lazima sheria ichukue mkondo wake. Nimfanyaje mimi? Nataka nichukue sheria mkononi ili wajifunze. Sasa kuchukua sheria mkononi, sasa wewe unatakiwa na nili sasa. Amenipongeza kwa kusema nichukue sheria mkononi, kwa hiyo moja kwa moja bwana mkubwa naenda kumnusa. Huyu kenge na mnusa. Haiwezekani limekaa hapo kama ligwiji. Kameramani njoo lionyeshe. Linajifanya limekaza. Ina maana uelewi kama ripota wa serikali amefika. Rudi kwa nyuma, atanyang'anya simu. Hajaoga. Huyo muone na mandevu yako, mandevu yananuka. Jamani, kukichangamka mnanisaidia au sio? Mashabiki wanasema wakikuchangamka. Anatembea haogi, dereva haogi. Sasa mimi kama nimejitolea muhanga kuangalia kunaanza kuchangamka. Kwema. Naongea tu. Nishuke mimi mwanamke, angalia. Kameramani piga kwenzi nipate hasira. Safi kabisa, nimeshapata hasira moja. Ananuka bwana, ananuka. Sasa huyu naenda kumtolea kule. Ananuka, dereva haogi. Kwa nini uogi? Unasababisha abiria wanaumwa kipindupindu. Pisheni hapo ni mnase huyu, haogi. Na kwa nini uogi? Unasababisha watu wanuke, waugue vipindupindu. Na kwa nini uogi? Na inabidi uoge ndo ubebe watu. Wewe uogi kwa ajili gani? Nitakutandika. Umtandike nani? Onyesha. Na gusi nashika hivi na mguu, umtandike nani? Hakuna kufungua mlango, na wewe ni kenge kama kenge wengine
Hakuna, leo siogopi. Mashabiki zangu wamesema watanisaidia hapa kichemka, watanisaidia. Kwa hiyo wewe na kuona kama mende na nikenge kama kenge wengine na ni hovyo hovyo. Onyesha mashabiki zangu. Haya, niambieni pakichangamka mtanisaidia? Mbona maoni yanakuwa madogo? Pakichangamka mtanisaidia? Hata msiponisaidia mimi najiweza. Mimi ni gwiji. Bwana mkubwa, wewe nimepata malalamiko. Serikali wanalaumu makondakta na madereva wengi hamuogi, mnanuka vikwapa, na nikiangalia ananuka huyu bwana mkubwa. Huogi. Umzabe nani? Umzabe wewe. Ni mende na sikuogopi, naongea kwa kujiamini na nimeshapata hasira. Nisizoe nini? Angalia dereva wa hapa wapi 88 188 ameanza. Ngoja wewe, unashuka wapi wewe? Unashuka wapi? Hakuna, wewe ni kenge, umeona? Naikataa hiyo, subiri. Kameramani rudi nyuma. Pameanza kuchangamka. Sasa fungua mlango niingie. Toa mkono weka ndani huko wewe. Toa mkono weka huko ndani. Weka mkono, nataka kufungua, weka ndani huko. Wewe ni mende, wewe ni kenge. Sasa haya, wewe mjusi ulikuwa unamtania nani? Mungu wangu. Haya, sasa kanajifanya kanaweza kupambana na mimi. Haya, mfungulie, fungua. Wewe ni gwiji, wewe ni kenge. Wewe ni mende, huna lolote. Amechanganyikiwa, amepata uoga, amepata au niingie mwenyewe? Nani? Kameramani, tusaidiane, mlango unafunga hapa, nani kamata huyu. Wewe kameramani, angalia mambo yako. Sasa mambo mengine ya kuongezea. Mambo mengine ya kuongea. Hamna. Mambo mengine ya kuongea. Unaonaga mitandaoni unasumbua watu, kila mtu unamwona fala eti. Jamani, Kameramani rudi nyuma. Kameramani rudi nyuma. Jamani, nani pamechangamka? Wewe tunaenda serikalini. Huyu tunaenda serikalini. Wezi mfuko wa nini huyo kenge? Wewe kenge unaleta mazoea gani sasa? Kila siku si wanakuona watu. Sasa mimi mazoea. Kila siku wanakuona. Kameramani uko wapi kenge mkubwa? Leo sasa ndio itakuwa mwisho kukuona tena. Wewe